عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات الليل إذا غشاها. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jana tulielezea kuna mikataba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandikiana na makafiri wa watu wa sampuli zote. Makafiri ambao ni ahlul kitab, Mayahudi waliokuwa wakiishi Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandikiana nao mkataba. Makafiri ambao ni mushrikina waliotoka Maka, Mtume aliandikiana nao mkataba. Wote hao walikhalifu ahdi. Bani Qainuqa ni Mayahudi wa Madina, walimwakilisha mwanamke wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapiga vita. Bani Nadir ni Mayahudi waliokuwa karibu na Madina, waliandikiana mkataba, wakakhalifu mkataba, Mtume akawapiga. Bani Quraidha ni Mayahudi walioko Madina, waliandikiana mkataba, Mtume akapigana nao baada ya kukhalifu. Makuraishi wa Makka siku ya Hudaybiyah, Mtume aliandikiana na mkataba, lakini wakakhalifu ahdi na wakauvunja mkataba, Mtume akaenda akawapiga. Jana nikawaelezea, nitawaelezea vigawanyo vya makafiri. Makafiri si kwamba kuna wote makafiri, nitawaelezea kwa ufupi ili turudi katika aya yetu, wa adhanun min Allahi wa rasuli. Kiislamu kafiri hayuko sampuli moja, wote ni makafiri na wote wataingia motoni. Wote ni makafiri na wote wataingia motoni. Lakini muamala wa Muislamu na makafiri hao ndipo panapotakikana. Muamala wa Waislamu na makafiri hao ndipo wanapotakikana. Kuna kafiri ambaye ni harbi, huyo amejitolea wazi kuupiga vita Uislamu, kama makafiri wa nchi yetu ya Kenya. Hawa ni harbiyun, hawa waupiga vita Uislamu moja kwa moja. Kuna na kafiri dhimmi, huyu ni kafiri ambao Waislamu wamemshinda vita. Ndio Allah asema hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Dhimmi ni yule ambaye Waislamu wamemshinda, wakammiliki, akawa yuwalipa jizya, yeye akiwa ni mnyonge. Ataingia motoni, usiaje motoni, lakini muamala wake na Waislamu wataamiliana vipi na kafiri huyu? Waislamu wataamiliana vipi na kafiri huyu? Sheria ya Kiislamu, ndio jana nikawaambia nitawapa mifano miwili, mfano wa Umar ibn al-Khattab na wa Shuraih al-Qadhi. Kafiri ambaye amekubali unyonge wa Waislamu akaitwa kafirun dhimmi, basi Muislamu hafai kumfanyia uadui wala hafai kumtesa
wala hafai kumuudhi bila sababu kamili. Wakati mmoja Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alipokuwa atoka msikitini, alimuona mzee aomba. Sidna Umar akasema, mbona wewe waomba na Umar yuko hai? Mbona waomba na Umar yuko hai? Akasema, mlikula ubarobaro wangu ndio nateseka uzeeni mwangu. Sidna Umar akamwambia, kwani wewe nani tule ubarobaro wako hivi? Akamwambia, mimi ni Myahudi, lakini nilikubali kuishi katika nchi ya Kiislamu nikalipa kodi. Kila mwaka nimelipa kodi mpaka nimekuwa mzee sasa hivi sina kitu. Sidna Umar akasema, haitokuwa kheri kwetu sisi tule ubarobaro wao kisha tuwatese uzeeni mwao. Kwa hivyo mchukueni huyu mpaka Baitul Mal, aandikiwe kila mwezi ration. Kila mwezi akawa aandikiwa ration, kila mwezi apewa chakula, kwa sababu ni kafirun dhimmi, amekubali kuishi kwa Waislamu, hakusilimu. La ikraha fi dini, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Hakuna kulazimisha mtu aingie kwa nguvu katika Uislamu. Huyu alipokuwa amelipa kodi, kwa hivyo hairuhusiwi tena kumtesa, na Uislamu sasa umpe kwa vile amekuwa mzee. Ni kafir na akifa ataingia motoni. Na jihad sivyo kama wanavyoitangaza makafiri kwamba imekuja kusilimisha watu. Jihad haikuja kusilimisha watu. Jihad imekuja kuwaondosha viongozi madhalimu. Yule atakayesilimu ahlan wa sahlan, yule ambaye hataki kusilimu awe zimmi, atoe kodi. Ikiwa hataki kusilimu, hataki kutoa kodi, ndio atauawa. Shuraih al-Qadhi alikuwa ni qadhi mtajimii, alimuona mtu apigwa na watu mob, watu wampiga, akawasimamisha. Wampigia nini? Wakasema ni kafiri. Ni kafiri gani? Myahudi huyu. Ngojeni kwanza, wewe ni kafiri walipa kodi unao thibitisho kulipa kodi nao. Shuraih al-Qadhi akasema, yule mwanaume sasa amgusi, yule ambaye ni mwanaume amgusi. Huyu yuko katika dhimmatullah wa dhimmatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo usimguse tena, huyu ni kafirun dhimmi. Kuna na murtad. Murtad ni aliyekuwa Muislamu kisha akaacha Uislamu akarudi katika ukafiri, akartadi akawa kafiri. Huyo mujarrad wa kufanya hivyo utakuwa toba tu. Akikubali toba akarudi katika Uislamu, ahlan wa sahlan. Akikataa ukatoka. Huyo ni muovu zaidi kuliko makafiri waliozaliwa. Makafiri waliozaliwa hawana uovu zaidi kuliko murtad. Na ndio Abu Bakar radhiyallahu anhu, kabla hajapeleka, baada ya kupeleka jeshi la Usama, kwa sababu ilikuwa limepelekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuanza khilafa yake Abu Bakar hakupigana na makafiri, alipigana na murtadin kwanza, kisha ndio akapigana na makafiri. Kwa hivyo ni vigawanyo vya ukafiri. Ile hadithi mnayoambiwa jirani kuna daraja tatu. Kuna jirani ambao ana thawabu mara tatu. Kuna jirani ana thawabu mara mbili. Kuna jirani ana thawabu mara moja. Mwenye mara tatu ni yule ambaye ni jirani yako, kisha ni jamaa yako, kisha ni Muislamu. Huyo ana thawabu mara tatu. Mwenye thawabu mara mbili ni jirani yako ambaye ni Muislamu, ana daraja mara mbili. Daraja mara tatu, daraja mara moja ni yule jirani yako ambaye ni kafiri. Watu waambiwa hivyo tu. Lakini hatuambiwi mkafiri gani. Lazima tuambiwe mkafiri gani, kwa sababu sisi tuzoea kina John hawa ni harbiyin, hawa kuuliwa yafaa. Si Abu Drogo, haya maneno ya Mungu tukisema haifai itakuwa tumekhalifu Qur'ani. Afadhali kuikhalifu serikali, haina tatizo, kuliko kuikhalifu Qur'ani. Serikali kubwa itakutia jela wiki moja, wiki mbili, mwaka miwili, lakini ukikhalifu Qur'ani ni moto wa milele.
Kwa hivyo lazima tuseme ukweli. Kina Raila na kina nani hawa ni harbiyin, ni makufar harbiyin hawa, si ahlul dhimma hawa. Kisha tutaangalia mikataba, kwa sababu watu kwambia tumeandikiana mkataba na Raila, huyu mkataba kama Hudaybiyah mkataba wa Kiswahili ukafananisha na Hudaybiyah. Allah asema wa adhanun minallahi wa rasulihi, na hili ni tangazo litoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, ila nasi, kwa watu. Tangazo hili limeelenda kwa watu wote siku ya haji, yaumal hajjil akbari, siku ya hija kubwa, nayo ni siku ya kuchinja, yaumun nahri. Wa adhanun min Allahi wa rasuli, hili ni tangazo litoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, yaumal hajjil akbari, siku ya hija kubwa ambayo ni siku ya nahri, siku ya kuchinja. Anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu, bari'un minal mushrikina, amejiweka kando na mikataba yote ya mushrikina. Wa rasuluhu, na mtume wake pia yuko kando na mikataba hiyo. Na tulisema jana tangazo hili mtume alisema sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi iliyo sahihi kwamba Jibrili alimjia akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ima uende mwenyewe ukatangaze tangazo hili au umtoe mtu katika nyumba yako. Akamtoa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, akaenda kutangaza tangazo hili Makka. Na Abu Huraira radhiyallahu anhu asema tulitangaza tangazo hili kiasi ya kwamba koo ikanikwea, koo yangu ikanikwea, akifuatana na Ali radhiyallahu anhu. Sasa tangazo lenyewe ni hilo, wa adhanu minallahi wa rasuli, hili ni tangazo litokalo kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, yaumal hajjil akbari, siku ya hija kubwa ambayo ni siku ya kuchinja. Anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu, bari'un minal mushrikina, yuko kando na makafiri wa shirki. Wa rasuluhu, na mtume wake pia yuko kando na mushrikina. Fa in tubtum, Allah awalekia makafiri sasa, mtakapotubia nyinyi makafiri mkasilimu, fa huwa khairul lakum, hiyo ni bora kwenu nyinyi. Wa in tawallaitum, na mkakataa mkapanyongo, fa'lamu, jueni ya kwamba nyinyi makafiri ghairu mujizillahi, hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu. Wabashiril ladhina kafaru, wape bishara wale waliokufuru, bi'adhabin alimin, huwa watapata adhabu kali. Hilo ni tangazo Allah subhanahu wa ta'ala amelitoa. Illa alladhina amanu, illa alladhina, ila wale ambao ahadtum minal mushrikina, muliwapa ahadi katika mushrikina, muliandikiana na mkataba, falam yankusukum, wakawa hawakuwapunguzia kitu, wamkusukum shay'an, hawakuwapunguzia chochote, walam yudhahiru alaikum, wala hawakusaidia makafiri wengine kuwapiga nyinyi, ahadan, kafiri yoyote, faatimu ilayhim ahdahum, watimizieni ahadi yao, ule mkataba mlioandikiana. In ila muddatihim, mpaka ule mkataba wa muda wao. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, Mwenyezi Mungu awapenda wenye kumuogopa yeye. Aya ya jana tulielezea walipewa muda miezi minne. Allah asema kwenye aya ya jana, fasihu fil ardi arba'ata ashhuri, nendeni mukatembee nyinyi makafiri, mnaruhusa kwa sasa miezi minne. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, hii miezi minne mkwa makafiri wote, lakini kuna makafiri waliandikiana mkataba kisha wakataja muda fulani. Tuandikiane mkataba
mpaka muda fulani,